Watu wa Mungu na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu na upendo wake viwe pamoja nanyi hapo mlipo mnapoendelea na shughuli mbalimbali kila siku na kuzidi kutafuta uso wa Bwana. Ndio leo tulisema tunaweza kujifunza kwa pamoja kipengele kinachohusu wakati na namna kujua wakati na jinsi ambavyo utakavyoweza kuwa marafiki wa Mungu. Basi tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru sana kwa kutupatia fursa hii ya kujifunza. Tunaomba Roho wako Mtakatifu na pia utusaidie kutambua wakati na kujua yale mambo ambayo tunapaswa kutenda ili tuendelee kuwa marafiki zako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sawa, sasa jambo la kwanza la msingi la kulizingatia ni kwamba tunapohitaji kufanya mahusiano kamili na Mungu, tunapotaka kumjua Mungu na tunapotaka kumfanya kuwa rafiki yetu, hatuwezi tukaacha kujua wakati. Kwa sababu Biblia nzima inatuambia kwamba lengo kubwa la Mungu katika Biblia, kutufunulia Biblia na kutupatia maandiko matakatifu, lengo lake kubwa ni kutaka watoto wake waweze kuwa marafiki zake yeye. Tulisoma hiyo katika Yeremia tukaona, lakini pia leo tunakusoma katika Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Hapo kuna fungu la msingi sana, fungu zito na fungu makini sana ambalo tunapaswa kulizingatia. Inaposema kwamba katika Yohana sura ile ya 17 na mstari wake ni ule wa 3. Kama una Biblia ukifungua hapo utaweza kusoma pamoja nami. Nasema hivi: na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa Biblia inatambulisha uzima wa milele ni kumjua Mungu pamoja na Yesu Kristo ambaye alitumwa na Mungu. Swali ni kwamba nawezaje kumjua Mungu? Sasa kama una karatasi na kalamu unaweza kaandika hizi hatua kuu 3 za kumjua Mungu. Hatua ya kwanza ni kutambua wakati. Kutambua na kuelewa wakati. Hatua ya pili ni kutambua mambo ambayo tunapaswa kutenda katika huo wakati, na hatua ya mwisho ni kuyatenda hayo mambo na kuwa marafiki wa Mungu. Na kupatia mafungu na fungu la kwanza napatia katika kitabu cha Mambo Nyakati ya Kwanza sura 12 mstari wa 32. Hapo kuna sifa ya wana wa Isakari, watu waliokuwa wanajua wakati na mambo ambayo walipaswa kuyatenda. Kwa hiyo fungu la kwanza hilo ambalo linabeba mambo mawili. Jambo la kwanza ni kutambua wakati, lakini wana wa Isakari tunaambiwa kwamba walikuwa wanatambua pia mambo ambayo Israeli walipaswa kuyatenda. Hilo ni jambo la pili la kuzingatia tunapotaka kumjua Mungu. Hatua ya kwanza ni kujua wakati, hatua ya pili ni kuyatenda mambo yanayohusu wakati. Kwa hiyo hatuwezi tukaanza kuyazungumzia haya mambo ya kutenda bila kwanza kuzungumzia wakati, na baada ya hapo tuyatende hayo mambo kwa neema ya Mungu, tuwe marafiki zake. Maana ni rahisi kujua wakati, ni rahisi kujua hayo mambo ya kutenda, lakini huenda ikawa vigumu kuyatenda hayo mambo kwa sababu inahitaji neema ya Kristo ili tuweze kuyatenda. Kwa sababu kuna wakati tunaweza kuyatenda kwa ushupavu, kuna wakati tunaweza kuyatenda kwa njia zetu wenyewe zisiwe zile za kumpendeza Mungu. Sasa basi, swali la msingi la kujiuliza ni kwamba nawezaje kutambua wakati? Nawezaje kutambua wakati? Sawa, nafahamu muda, nitaweza kufahamu. Sawa, ninaweza nikajifunza muda, naweza nikajifunza kuhusu mambo ya kutenda, lakini je, swali nitawezaje kujua huo muda? Hasa muda unafunuliwa katika kitu kifuatacho. Mungu alipatia somo linaitwa somo la patakatifu. Unaporejea katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 77 mstari wa 13, inasema Mungu njia yako ipo hiyo katika patakatifu. Biblia Kiswahili imesema hii katika utakatifu, lakini maana halisi pale, tafsiri halisi ni kwamba Mungu njia yako ipo katika patakatifu. Hasa tunaporejea patakatifu pa Mungu ndipo tunapoelewa wakati. Na tunaporejea patakatifu pa Mungu na masomo haya patakatifu pamoja na mengine mengi ambayo tutakuwa tunayagusia, ni muhimu pia kuyaelewa kila mtu kwa wakati wake. Maana tunaambiwa tunapaswa kuelewa hili somo la patakatifu kwa sababu ni ufunguo wa kuelezea masomo mengi sana katika Biblia, au masomo zima la mpango wa ukombozi. Tunaweza tukalielewa kwa kufahamu somo la patakatifu, kwa sababu Biblia inazungumzia mpango wa ukombozi, na ili tuelewe mpango wa ukombozi tunahitaji tupate ufunguo, na ufunguo huo ni somo la patakatifu. Kwa hiyo sasa somo la patakatifu linatufunulia kuelewa mpango wa ukombozi, na mpango wa ukombozi ili ukamilike unajengwa katika wakati. Kwa hiyo sasa tukitaka tuelewe wakati unaopita katika patakatifu, swali la kujiuliza ni kwamba tuko wapi katika patakatifu, au Yesu yuko wapi katika patakatifu? Kwa sababu patakatifu palikuwa pana sehemu kuu 3. Bila shaka mpenzi mtazamaji haya mambo unayafahamu, lakini mimi kuna kipengele nitakigusa hapo. Patakatifu palikuwa pana ua wa nje, patakatifu penyewe pamoja na patakatifu patakatifu. Sasa Yesu alipofika mara ya kwanza duniani alikuwa katika ua wa nje. Kazi kuanzia mwaka 31 AD. Alipomaliza alipokuwa wamesema kwamba imekwisha, alipomaliza kazi hapo 31 AD,
akapaa kwenda mbinguni, akaingia patakatifu, akaanza kufanya kazi mwaka huo sasa 31 AD, akafanya hadi mwaka 1844 Yesu akaingia patakatifu sana. Kutoka hapa kuna chumba kingine ambacho Yesu atakachoingia, atarudi duniani kuja kuchukua watakatifu wake. Sasa hiyo tu yenyewe na kudhibitisha kwamba muda wetu umekwisha, kwa sababu hakuna chumba kingine tena ambacho Yesu atafanya tena hatua. Na katika patakatifu palikuwa panahusishwa na sikukuu zile 7. Kama unadhani utakuwa unazifahamu. Kulikuwa na sikukuu ya Pasaka ya kwanza, mikate isiyotiwa chachu, malimbuko, Pentekoste, baragumu 10 hiyo, upatanisho pamoja na sikukuu ya vibanda. Hasa tangu mwaka 1844 tuko katika siku halisi ya upatanisho. Kwa hiyo imebakia sikukuu moja tu, hiyo nayo inakuonyesha kwamba wakati umekwisha sana, hamna tena wakati mwingine. Lakini pia Mungu alitupatia katika mpango wa ukombozi, Mungu alitoa miaka 6000 kukamilisha mpango wa ukombozi duniani, na miaka 1000 itakuwa mbinguni. Kwa hiyo yenyewe inakuonyesha kwamba mwisho wakati umefika, kwa sababu sasa katika miaka 6000 ya mpango wa ukombozi ni miaka michache tu iliyosalia kwa neema ya Mungu. Ukikalkulate, ukipiga hesabu zake hapo, unagundua kwamba Yesu aliposema imekwisha pale msalabani mwaka 31 AD, tunaambia takriban miaka 400 ilikuwa imeshatimia. Hasa kama miaka 1000 ilitimia pale msalabani 31 AD, unajiuliza sasa imebakia miaka mingapi kwa miaka 6000? Inabakia miaka 2000. Kujumlisha hapo inakuleta mpaka mwaka 2031, ambapo unapoangukia mwaka 2031 ni mwisho wa miaka 6000. Sasa sio Yesu anakuja mwisho wa miaka 6000 aisemi kwamba rehema zitafungwa hapo, na rehema zitafungwa kabla ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Kwa mwaka 2031 huenda kujumlisha kidogo hapo au kutoa kidogo hapo, tutashuhudia tukio kubwa la ujio wa Yesu Kristo. Kwa hiyo na sasa tukijiuliza tuko mwaka gani? Tuko mwaka 2023. Nikikuuliza mbakia miaka mingapi? Mbakia miaka kama tu 8. Kama tu 8 kujumlisha kutoa ni miaka michache sana. Hii yote ni kutudhihirishia kwamba muda umekwisha. Unaweza kusema kwamba hizo sio hesabu sahihi sana, lakini hata dunia pia ina ajenda ya iliyoanzia mwaka 2020 mpaka 2030. Hiyo ni ajenda dunia. Inasema dunia isipobadilika katika hii miaka, basi dunia haitakuwa tena wakati hapo mbele. Kila ukipiga hesabu wanakuambia kwamba mwisho dunia hii wa kuwepo itaishia mwisho mwaka 2030. Hao watu wanaitwa ni watu wenye hekima wa dunia, wanakipiga hesabu zao wanaona muda pia umekwisha. Hayo yote ni hizo zote ni shuhuda na kuletea kuonyesha kwamba wakati umekwisha. Lakini ukiachana hiyo, nyingine kuu kuliko ni ya Mathayo sura 24. Tunaposoma Mathayo sura 24, na kama utaona kuna sehemu inakuletea utata, usisite kuniuliza, usisite kunitafuta, namba ya simu hiyo hapo pamoja na email hiyo hapo. Unapoendelea katika Mathayo sura 24, tunapojifunza Yesu amezungumzia vipengele vifuatavyo vya kutambua wakati. Amezungumzia matukio, lakini pia Yesu amezungumzia swala zima la vizazi. Kuhusu matukio, Yesu amefundisha, amefika katika mstari ule wa 7 na wa 8 kuelekea 9, amesema mstari wa 8 kwamba huu ndio mwanzo wa utungu. Mwanzo wa utungu. Unapoenda katika kujifunza matukio, Yesu alitaja mambo makuu matatu katika Mathayo sura 24 mstari wa 7. Alisema kutakuwa na njaa, kutakuwa na matetemeko, lakini pia kutakuwa na magonjwa. Hayo yote tuliona kitimia mbele ya macho yetu katika mwaka 2020. Hayo mambo yalitimia, mambo hayo matatu: njaa ya kitaifa, lakini pia magonjwa ya kitaifa, lakini pia swala zima la majanga ya asili ama matetemeko ya kimataifa. Na hivi sasa sisi wenyewe ni mashahidi, tunagundua kwamba hayo mambo yote yameshatimia. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2020 hapo, kuanzia 2020 hapo tunajua kwamba tuko mwanzo wa utungu. Unaposoma sasa mstari wa 9, inazungumzia amri ya Jumapili, kwamba sasa wakati utafika ambapo tutasalitiwa, turushwe huku na huku kwenye mabaraza mbalimbali kujibu hoja mbalimbali za wakuu wa dunia hii, na tutasalitiwa kwa ajili ya jina la Kristo. Na wakati wa kusalitiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni wakati ambapo amri ya Jumapili itasimamishwa. Wachache watakaokuwa wanaipinga, watakaokuwa wanataka kutia amri za Mungu, wataonekana ni wasaliti, na hivyo tutasalitiwa sisi kwa sababu ya jina la nani? Jina la Kristo. Huo ni ushuhuda mwingine kwamba tuko mwisho wa wakati. Lakini ushuhuda mwingine tena ambao ni makini, ambao kila mtu anatakiwa ufahamu, ni ushuhuda ambao tunapata katika kuzungumzia vizazi. Hasa unaposoma Mathayo sura 24, Mathayo sura 24, Yesu akasema kizazi hiki kitapita. Swali la kujihoji na kujiuliza, ni kizazi gani ambacho Yesu anakizungumzia? Ni kizazi cha mwisho. Unaposoma Mathayo sura 24 ukianzia mstari ule wa 32, Yesu akafundisha kwa mtini jifunzeni. Alizungumza mambo ya asili, akaenda alafu mbele akazungumza akasema kwamba mstari wa 34 akasema, amini nawaambieni kizazi hiki kitapita. Ni kizazi gani? Ni kizazi cha mwisho, na kizazi miaka 40. Kama kizazi miaka 40 kianza kuhesabu tangu Mungu ametoa kanisa lake hili duniani kwa Adventista wa Sabato mwaka 1844, unapopiga hesabu ya vizazi
kizazi, na natamani wakati mwingine tujifunze, au kama utahitaji kujifunza mapema zaidi, basi tutatafutana na Mungu atusaidie tuweze kujifunza hilo somo. Utagundua kizazi cha 4 cha mwisho kinamaliza kazi yake mwaka 2024. Sasa 2024 ni mwisho wa kizazi cha 4 kutawala, na Mungu anafanya kazi mwisho wa vizazi 4 tu. Kwa hiyo mwisho kutawala kizazi cha 4 ni mwaka 2024. Haya yote ni kutuonyesha kwamba muda umekwisha, na hatujui huenda 2024 au 2025 itatokea amri Jumapili. Kwa hiyo muda tulionao sasa maandalizi ni mwaka huu, huenda na mwakani kidogo, kwa sababu hatuna tena muda wa kutosha. Hii ni miaka ya lala salama. Haya yote ndugu zangu yanaonyesha kwamba muda umekwisha, na tunahitaji kupiga hatua kumfahamu Mungu, na ni vigumu mara 10 kumfahamu Mungu tukibakia mijini, na ni rahisi mara 10 kumfahamu Mungu tukiwa mashambani. Na labda niweke sawa jambo hili. Tunaposema kizazi cha mwisho au kizazi cha 4 kinaenda kukoma kufanya kazi yake katika mwaka 2024, tunapaswa tutambue ni kizazi gani hiki. Ni kizazi ndani ya kanisa, kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba ni kizazi cha Mungu ndani ya kanisa lake. Maana kanisa hili Mungu amelinua katika mwaka 1844, na kizazi ni miaka 40. Tutajifunza wakati mwingine, au nikishindwa hii nikisahau nitaomba unitafute na uniulize, au tuulizane tuone namna ya kuliweka sawa jambo hili, ila nitazungumza kwa ufupi. Na kizazi ni miaka 40. Unaposoma kitabu kile cha Waebrania sura 3 mstari wa 8, wa 9, wa 10 itakwambia kizazi ni miaka 40. Sasa unapopiga miaka 40 mara 4 kuanzia mwaka 1844 itakuleta mwaka 2024. Lakini utambue kwamba kabla kuandika tu 40 hizo 4, utambue kwamba Mungu kabla kuinua kizazi kufanya kazi, anangoja wale vijana wameshafikia umri wa miaka 20. Wanatakiwa wafikie miaka 20 ndipo waanze kuhesabu vizazi. Kwa hiyo kuna hesabu yake ya namna kujumlisha. Hiyo utapata pia katika Hesabu sura ile ya kwanza mstari wa 20, pia mstari wa 22 itakuelekezea kwamba Mungu anapohesabu kizazi, wale watu wanaohesabiwa vizazi ni wale tu ambao wameshafikia umri wa miaka 20. Ukihesabu itakuleta mwaka 2024. Huu shahidi kutuonyesha kwamba kama kizazi cha 4 kinakukoma kufanya kazi mwaka 2024, na Mungu afanye kazi na kizazi cha 5, swali ni kwamba kutoka 2024 kuelekea 2025 kazi ataishikilia nani? Itabidi kazi ashikilie Mungu mwenyewe, na huenda wakati huo dunia itakuwa imeshaasi kwa kupitisha amri ya Jumapili. Sasa kama dunia itapitisha amri ya Jumapili mwakani, ina maana tuna muda miezi michache kufanya kazi. Kama amri ya Jumapili itapitishwa mwaka 2025, ina maana tuna mwaka tu mmoja na miezi michache ya kufanya kazi. Na tunatambua kwamba amri ya Jumapili itakapopitishwa ndio utakuwa wakati wa hukumu ya Mungu kuja katika nyumba ya Mungu kwa walio hai. Na kianza kwetu sisi, na maana rehema zetu zinafungwa, na kama rehema zetu zitafungwa, ina maana kanisa la Mungu lina muda mchache sana kufanya kazi. Yuko wapi Elia wa leo? Yuko wapi Yohana wa leo wa kuamsha watu ndani ya kanisa, kuamsha vijana ambao watakao shirikiana na Mungu kwa muda huu mchache tulionao wa kufanya kazi? Kwa muda wa kufanya kazi ni mchache, kazi ya kufanyika ni kubwa sana. Ujenzi wa tabia ni kazi kubwa sana ambayo inahitaji mabadiliko mazima ya maisha yote kwa ujumla, namna tunavyokula, namna tunavyovaa, kile tunachosoma, tunapofanya kazi, tunapoishi. Haya mambo yote ni ya msingi sana, na ndio maana huwezi kutenganisha kuishi mashambani na namna ya kufanya matengenezo ya chakula, kwa sababu utalima vipi chakula kama bado haujawepo eneo jema ambalo litakao kusaidia kulima chakula? Utafanya matengenezo mengine yote kama hauna bado eneo litakalo kusaidia uweze kufanya haya matengenezo. Kwa hiyo ni mambo ya msingi, ni mambo muhimu, hayapaswi kupuuziwa, hayapaswi tu kusomeka hivi na kuacha kama yalivyo. Ila ni mambo ambayo yatatuhitaji umakini wetu na ushirikishaji wetu wa kikamilifu pamoja na muumbaji wetu kuhakikisha kwamba kazi inakamilika kwa kipindi hiki. Kwa hiyo kama amri ya Jumapili kipitishwa hapo mwakani, ina maana tuna muda mchache, na hii mambo sio kufurahia tu, ni mambo ambayo Mungu anataka tuyaombee kwamba yasitokee hata mapema kiasi hicho, kwa sababu tunaambiwa tunatakiwa kuomba Mungu zile pepo 4 zishikiliwe zisivume duniani hata watu wa Mungu watakapokuwa wamepokea muhuri wake Mungu. Na muhuri wa Mungu hautaweka katika vipaji vya uso watu ambao tabia zao bado hazijawa kama ile tabia ya Kristo. Kwa Mungu atusaidie ndugu zangu, atusaidie sana. Haya mambo ni mambo ya tuko mwisho sana wa wakati, na ni mambo ambayo ni makini ya kuambiana, kama tu vile ambavyo Nuhu alikuwa anapaza sauti na watumishi wa Mungu mbalimbali katika nyakati mbalimbali, jinsi ambavyo wanaongea. Na leo pia vile Mungu ana watumishi wake ambao watakaopaza sauti na kuchukua huu ujumbe kuweka mabegani na kuomba kila siku Mungu atupatie mzigo wa kuifanya hii kazi. Vijana Mungu anawahitaji, watu wazima Mungu anawahitaji. Bwana tubariki sote katika jina la Yesu Kristo. Amina.